Mtazamaji na msikilizaji, karibu sana kwenye somo la leo. Na leo kwenye somo tutaenda kuiangalia kwa uzuri kabisa ile historia na maajabu ya mapango ya Amboni kutoka kule Tanga. Mimi naitwa Clarence Aldo, Facebook pamoja na Instagram. Karibu. Mapango ya Amboni ni mapango makubwa ya chokaa katika Afrika ya Mashariki. Yanachukua nafasi ya kilomita 2234. Mapango hayo yako kaskazini mwa mji wa Tanga nchini Tanzania, kilomita 8 kwa njia ya barabara ya Tanga Mombasa. Mapango hayo yaliundwa karibu miaka milioni 150 iliyopita wakati wa Jurassic. Kulingana na watafiti wa eneo hilo, lilikuwa chini ya maji miaka milioni 20 iliyopita. Kuna mapango 10, lakini moja tu hutumiwa kwa ziara za kuongozwa. Aidha, ndani ya mapango hayo kunaonyesha kuwepo njia panda mmoja wapo inayosadikiwa kwenda eneo la Maweni Tanga na nyingine kwenda Mombasa. Msikilizaji na mtazamaji, zipo simulizi mbalimbali ikiwemo inayowahusu raia wawili wa kizungu walionekana mwaka 1941 wakielekea mapangoni humo. Inadaiwa wenyeji waliwashauri wasiingie na mbwa. Walishauriwa waingie na mwongozaji anayejua njia za mapangoni. Walipouzia ushauri huo na waliingia, hawakuwahi tena kuonekana wakitoka katika eneo hilo, bali mbwa wao walionekana kando kando ya mlima Kilimanjaro huko mkoani Kilimanjaro. Mtazamaji na msikilizaji, maficho ya wahalifu huko Amboni Tanga. Hata hivyo, historia ya kujificha wahalifu nayo ipo ndani mapango hayo. Inadaiwa kati ya mwaka 1922 na walipokuwepo wanaharakati waliokuwa wakiendesha harakati za kupambana na walowezi waliokuwa wamewekeza katika maeneo ya Tanga. Watu hao majina yao tunayo, mmoja akidaiwa ni raia wa Kenya na mwingine ni Mtanganyika. Wanadaiwa walipora mali na kutishia hata maisha ya walowezi. Katika kipindi hichi serikali ya kikoloni iliwatambua kuwa wahalifu na kujaribu kuwakamata bila hata mafanikio kwa kipindi kirefu. Msikilizaji na mtazamaji wa somo la leo, pango ambalo watu hawa walidaiwa kuishi linaonekana mithili ya chumba kidogo chenye urefu kwenda juu, ambako ndani yake walitengeneza chanja na kujificha humo, kiasi cha wanausalama wa kikoloni wasiwaona walipoingia mapangoni wakawasaka. Hata hivyo, simulizi zinaonyesha kwamba mwaka 1957 mmoja ambaye ni Mtanganyika alipigwa risasi katika maeneo ya Lushoto na kufariki, na mwaka uliofuata kwa maana ya mwaka 1958 Mkenya naye alipigwa risasi na kufariki huko Lushoto, ambako makaburi yao yanadaiwa kuwako. Mtazamaji na msikilizaji wa somo la leo, wananchi wa kawaida wanawakumbuka wakiwatafsiri kuwa ni mashujaa. Njia ya kufikia kwenye mapango hayo yaliyomo tarafa ya Chumbageni katika mkoa wa Tanga inapita katikati ya kijiji cha Klomon. Nikiwa ni miongoni mwa watalii kutoka Tanzania ambaye niliweza kupita barabara ya Changarawe iliyo upande wa kushoto mita takribani 200 baada ya kuvuka daraja la Utofu kwenda kwenye mapango hayo. Njia zingine za kwenda mapango hayo ikiwa ni kilomita 1.5 kutoka daraja la Utofu katika kituo cha zamani cha dawa ya mazao ya misitu. Licha ya eneo la mapango kuwa zuri kwa kupumzikia, mmoja kati ya muhifadhi wa mapango ya kale ya Amboni anasema ya kwamba pia ni zuri kwa utafiti wa kihistoria, kijiografia na kijiolojia. Mapango hayo yana utalii, yana milango miwili ya kuingilia. Inachukua takribani nusu saa 2 kupitia mlango mkubwa kabla ya kufika mlango mwingine wa macho nje. Ndani ya pango kubwa viko vituo vipatavyo 13 kubwa, visamkasa na maajabu katika historia ya pango dogo. Lina mlango mmoja na halichukui dakika zaidi ya 5 kuingia na kutoka maeneo maalum yaliyotengwa kwa ajili ya kuomba au kutimba nyimbo. Ni miongoni mwa vivutio vya utalii. Mmoja kati ya mtembezaji wa watalii mapango hayo
Aliweza kuonyesha vitu vingi vilivyohusiana na imani za kijadi zilizowekwa na watu wengi kama matambiko. Hayo yanashuhudiwa kwenye kituo cha kwanza ndani ya mapango hayo yaliyotokana na mabadiliko ya nguvu za asili zilizobadilishwa maumbile ya miamba ya chokaa takribani miaka 150 iliyopita. Zinashuhudiwa chupa zenye marashi, sahani na vipande vya nguo. Wapo ambao huja na fedha taslimu na kuziweka eneo hilo la matambiko. Inavyosemekana, Wambura Lingawa anasema ya kwamba haijulikani mapango hayo yaligunduliwa lini. Taarifa zilizopo ni kwamba watu wa makabila yaliyozunguka eneo hilo, Wabondeli, Wasambaa, Wadigo na Wasejeju, waliwasimamisha watu wakiyatumia kwa ajili ya matambiko ya mizimu tangu karne ya 16. Msikilizaji na mtazamaji wa somo la leo, hapa tumefikia mwisho wa sehemu ya kwanza ya historia hii ya mapango ya Amboni kutoka kule Tanga. Ni kuombe tuendelee kufuatilia sehemu ya pili. Nini kinakwenda kuendelea kwenye sehemu hii ya pili kwenye mapango hayo ya Amboni kutoka Tanga? Mimi naitwa Clarence Aldo, Facebook pamoja na Instagram. Asante.